Kwa hiyo unapozungumza habari ya matokeo, tambua kabisa unazungumza habari ya matunda au unazungumza habari ya majibu yaliyofungamanishwa na muda. Kwa hiyo mtu yoyote anapofanya jambo lolote kwenye dunia hii, awe na uhakika chochote anachokifanya kimefungamana na muda. Kama unafanya kitu ambacho hakina matokeo, dunia inakuita mtu unayepoteza muda katika swala la wakati ambao Mungu amekuweka duniani. Ukiingia kufanya nje ya muda, watu watakucheka hata kama unachofanya ni sahihi. Kwa mfano, swala la kuoa na kuolewa ni haki ya kila mmoja, lakini babu wa miaka 80 kamoa bibi wa miaka 75. Inaleta mjadala. Hiyo ni haki ya kila mmoja, na kila mmoja anapaswa kuoa na kuolewa, na anaona kwamba ni haki yake kuoa na kuolewa, na ndivyo ambavyo jamii inaamini, na ndivyo Mungu ameliweka hivyo. Lakini je, uko ndani ya muda? Hukumu maana yake ni maamuzi. Na ishu ya maamuzi yanatafsiri matokeo. Umeishije ulikotoka? Umefanyaje? Kwa unapozungumza habari ya matokeo, unazungumza habari ya hukumu. Kila ambacho ulikuwa unakifanya duniani ndio kinakuamua uende kule. Kwa baada tu ya kuishi duniani, kwa unajua kwamba kwenye dunia umewekewa muda. Ukishakufa tu, huna muda mwingine wa kutengeneza, huna muda mwingine wa kurekebisha. Kinachofuata ni kwamba unaingia kwenye kuamliwa. Unaamliwa na kipi? Na kila ambacho ulikuwa unakifanya. Yeye Mungu hana uamuzi juu ya wewe ukitoka hapo uende wapi. Hana uamuzi. Yesu hana uamuzi, wala shetani hana uamuzi, ila kila ambacho tutakuwa tunakifanya huku ndicho kitaamua wewe uende wapi. Yeye kazi yake ni kukufungulia mlango wa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema baada ya kufa tu ni nini? Kwa manake kabla ya kufa ndio umepewa muda. Cheza utakavyocheza, ruka utakaporuka. Matokeo yatakuamulia kule unakoenda, kwamba ulichokuwa unafanya huku, hata kama ulikuwa unafanya vizuri. Na ndio maana kuna watu Yesu anakuja kusema siwajui. Kwa nini sasa siwajui? Ni kwa sababu kuna mambo walifanya kwa juhudi, lakini kuna mambo machache sana walichelewa kwa. Sio kwamba hakufanya kabisa, ila kuna mambo fulani walikuwa. Unakutana mtu amesoma, Mungu amefaulu, lakini nekta anafeli. Sio kwamba amefeli kabisa, lakini kuna point tu alikosa. Kwa hiyo hata mwenye haki, unapoiacha haki njiani, basi hutalipwa, kwa sababu hujamalizia, hujafungamana na muda. Umewacha muda, umeacha gap. Nimeleka watu wa Mungu. Kwa mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna mtu ambaye ataenda jehanamu kwa sababu amefanya dhambi alafu mkuje kuhukumu mwishoni, kwa sababu muda alikuwa nao. Muda mchache, dakika 5 tu zikibaki, huyu mtu akarekebisha, mbingu iliyokuhusu. Lakini kuna mwingine ametumika miaka 50, dakika 5 tu za kuharibu zikimkuta ameharibu ndani ya dakika 5. Ule muda uliokuwa umebaki zile dakika 5 akiharibu, basi ameshafuta rekodi yote ya miaka 50 iliyopita.